Uhari gani mwana michezo mwenzangu wa Kamata TV. Leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe 19 mwaka 2025. Tuangalie michezo ya kombe la dunia la vilabu ambayo iliyochezwa siku ya jana, matokeo yote ambayo nimekuletea hapa mezani kwangu. Tukianzia mchezo wa jana uliopigwa pale nchini Marekani, Montreal dhidi ya Inter, ambao umetoka mabao 1-1, yani sare ya bao 1-1. Pia mchezo mwingine ambao uliopigwa siku ya jana ni pamoja na Ulsan Hyundai dhidi ya Mamelodi Sundowns, ambao Mamelodi ameshinda bao 1-0 dhidi ya Ulsan Hyundai. Na mchezo mwingine siku ya jana ni pamoja na Manchester City dhidi ya Wydad Casablanca. Wydad bwana amechezea mabao 2-0. Na mchezo ambao wa mwisho ni Real Madrid dhidi ya Al Hilal, ambao mchezo umetamatika kwa bao 1-1. Mchezo ulimalizia kwa sare ya 1-1. Madrid naye ametoshana nguvu na Al Hilal. Hii ni picha gani hii tunayopata? Lakini ndio jinsi hali halisi katika mchezo wa mpira wa mguu. Matokeo ya matatu, kuna kufungwa, sare na kufungwa, sare ya mpira. Kuna matokeo yote unaweza katoka, unaweza kufungwa, ukashinda, ukatoka sare. Ndo hali halisi ilivyojili siku ya jana, ambayo siku ya Jumatano. Hiyo ni michezo tu ambayo ilipigwa siku hiyo. Leo ni siku ya Alhamisi, lakini pia kabla hapo kulikuwa na michezo mingine. Tunaona kwamba Al Ahly ilicheza na Juventus, ambayo Juventus walishinda mabao 5-0. Na pia mchezo mwingine ulikuwa ni pamoja na Pachuca dhidi ya FC Strasbourg, ambao FC Strasbourg walishinda mabao 2-1. Na michezo siku ya leo, ambayo ni siku ya tarehe 19 siku ya Alhamisi, leo ni pamoja na Palmeiras dhidi ya Al Ahly majira ya saa 1 kamili usiku. Na mchezo mwingine ambao utapigwa majira pale saa 4 kamili za usiku ni pamoja na Inter Miami dhidi ya FC Porto majira ya saa 4 kamili. Hiyo ndo michezo ya siku ya leo. Lakini pia siku ya kesho, siku ya Ijumaa, kuna michezo mingine itakayoendelea, ni pamoja na Seattle Sounders FC dhidi ya Atletico Madrid majira ya saa 7 kamili za usiku. Na Paris Saint-Germain itamenyana nguvu na Botafogo FR majira ya saa 10 kamili usiku. Mchezo mwingine ni pamoja na Benfica dhidi ya Auckland City FC majira ya saa 1 kamili usiku. Na mchezo wa mwisho ni Flamengo dhidi ya Chelsea majira ya saa 3 kamili usiku. Lakini pia Jumamosi na kuna kipute pale, Bayern Munich itakutanisha na Boca Juniors majira ya saa 10 kamili usiku. Na Los Angeles FC dhidi ya Experience majira ya saa 7 kamili usiku. Na mchezo mwingine ni pamoja na Inter dhidi ya Urawa Red Diamond majira ya saa 4 kamili. Na mchezo wa mwisho ni Mamelodi Sundowns dhidi ya Borussia Dortmund majira ya saa 1 kamili za usiku. Na Jumapili kuna michezo kadha wa kadha, ambayo River Plate itakutanisha na Montreal majira ya saa 10 kamili usiku. Fluminense dhidi ya Ulsan Hyundai majira ya saa 7 kamili usiku. Na Juventus
watajichapa dhidi ya Wydad Casablanca majira saa 1 kamili usiku, na mchezo wa mwisho siku ya Jumapili ni pamoja na Real Madrid dhidi ya Pachuca majira saa 4 kamili za usiku. Hiyo ndio michezo ambayo itakayojili katika hii wiki hii. Itakuwa waka na kimeumana. Kazi kwako tu kwenda kwenye vibanda umiza na kutazama mechi ili uweze kujua nini kinachojiri katika michezo ambayo inazidi kuendelea katika ligi ya vilabu au kombe la vilabu duniani. Inapendeza sana, inapendeza sana, lakini nataka tuweze kuangalia hali ya msimamo katika makundi yote ya ligi hiyo ya klabu bingwa duniani. Tujue kwamba msimamo uko vipi. Tuanze katika group A. Group A inakutanisha zipo timu 4 ambao ni Al Ahly ambayo ina pointi 1, imecheza mchezo mmoja. Maana huyu hakushinda. Na FC Porto anacheza mchezo mmoja na ana pointi 1, hakushinda goli lolote. Palmeiras amecheza mchezo mmoja, hana goli lolote, ana pointi 1. Na Inter Miami amecheza mchezo mmoja, hana goli lolote, ana pointi 1. Na kundi B ni PSG amecheza mchezo mmoja, ameshinda magoli 4, ana pointi 3. Botafogo amecheza mchezo mmoja, ameshinda 1 na pointi 3. Seattle Sounders amecheza mchezo mmoja lakini ameruhusu kufungwa goli 1, ana pointi 0. Atletico Madrid amecheza mchezo mmoja, ameruhusu magoli ya kufungwa 4 na ana pointi 0. Na kundi C, Bayern Munich amecheza mchezo mmoja, ameshinda mabao 10 na ana pointi 3. Benfica amecheza mchezo mmoja, hajaruhusu goli na hajafunga, maana hana goli, ana pointi 1. Boca Juniors amecheza mchezo mmoja, ana goli, ana pointi 1. Na Auckland City amecheza mchezo mmoja, ameruhusu mabao 10 ya kufungwa, ana pointi 0. Na kundi D, Flamengo anacheza mchezo mmoja, ameshinda bao 2 na ana pointi 3. Chelsea amecheza mchezo mmoja, ameshinda bao 2, ana pointi 3. Los Angeles amecheza mchezo mmoja, ameruhusu mabao 2 ya kufungwa, ana pointi 0. Na Experience amecheza mchezo mmoja, ameruhusu mabao ya kufunga 2, pointi 0. Na kundi E ni River Plate amecheza mchezo mmoja, ameshinda mabao 2, ana pointi 3. Na Montel amecheza mchezo mmoja, hajashinda, ana pointi 1. Na Inter amecheza mchezo mmoja, hana goli na ana pointi 1. Na Urawa Reds Diamond amecheza mchezo mmoja lakini ameruhusu kufungwa mabao 2, ana pointi 0. Na kundi F, Mamelodi Sundowns amecheza mchezo mmoja, ana pointi 1. Amecheza mchezo mmoja, ana goli 1 na pointi 3. Borussia Dortmund ana pointi 1, hajaruhusu goli wala kufungwa na hajashinda, amecheza mchezo mmoja. Na Fluminense ana pointi 1, amecheza mchezo mmoja, hajafunga hata moja. Na Ulsan Hyundai amecheza mchezo mmoja ila ameruhusu goli la kufungwa 1, ana pointi 0. Na kundi G, Juventus amecheza mchezo mmoja, ana magoli 5, ana pointi 3. Manchester City amecheza mchezo mmoja lakini amefunga mabao 2, ana pointi 3. Wydad amecheza mchezo mmoja, ameruhusu magoli 2 ya kufungwa, ana pointi 0. Na Al Ahly ana mchezo mmoja, ameruhusu magoli 5 ya kufungwa na hana pointi. Na kundi H, FC Salzburg amecheza mchezo mmoja, amefunga bao 1, ana pointi 3. Real Madrid amecheza mchezo mmoja, hajafunga hata moja, ana pointi 1. Na Al Hilal amecheza mchezo mmoja, hajaruhusu hata moja, ana pointi 1. Na Pachuca amecheza mchezo mmoja, amefungwa bao 1 na ana pointi 0. Huu ni msimamo wa ligi ya kombe la dunia
kombe la dunia la vilabu ambao nazidi kuendelea. Nimeshakupa ratiba na matokeo ya michezo ambayo iliyopita na pia michezo inayoendelea na msimamo kiujumla. Hii ni Kamata TV. Usisahau kutusubscribe katika YouTube channel yetu kama Kamata TV. Ulikuwa nami mtangazaji wako Alex John Kamata wa Kamata.